Shida nini? Yangu acha. Maswaibu yashaingia tena nyumbani kwangu. Kinachokustajabisha ni wewe unajua fika moyo wako unarudi leo. Tangia tulivyochatia alfajiri na kunitakia safari njema. Usiulize chochote mpaka sasa hivi. Hujui kama nimepata na shida gani, hujui kama nimepata na maafa au ndo kusema kwamba ndo ushanichoka. Umekuja. Mbona hapo bado? Baby. Jana usiku tulichati mpaka saa 9. Na unajua kulikuwa kuna show baby. Na unajua kama ndo ilikuwa finali. Ni hapa nilipo najisikia nimechoka sana. Yaani sana machofu yani. Huna lolote mpendo kukandwa. Haya nipe machokeo. Umeshindwa au umeshinda? Na kama umeshindwa sahau na kukandwa. Mimi yake Mungu yanisikumbuka kushinda hasa kwenye jambo ambalo nalisamini na jambo ambalo naelekea malengo. Naamini hata wewe najua hapo wingi ambao wamekufukuzia, lakini mwisho wa siku mshinde nikaibuka mimi. Nikawa mrejeshi miliki kambi, si ndio? Haya, mimi nimerudi salama. Yaani nimechoka hapa nilipo. Kwa hiyo tutaonana asubuhi. Sasa hivi sitowahi kuja mpenzi. Baby. Pole kwa safari. Nasamahani kama nimekukwaza. Na hakika kama ungepata tatizo lolote. Maana ungepata tatizo, lazima ningepata taarifa kupitia moyo wangu. Kwa sababu moyo wangu uko karibu na wewe kuliko unavyofikiria baby. Nakupenda sana. Halo vipi? Mbona umekaa kama una mawazo sana? Shida nini? Yangu acha. Maswaibu yashaingia tena nyumbani kwangu. Nura amerudi na kukwambia asubuhi ya leo. Yaani mimi nilijua labda una tatizo kubwa sana linakusumbua. Nura si mdogo wako? Tatizo nini sasa? Sikiliza ngombe kitu kijaze. Nura amekuwa kama mwenda wazimu. Yaani kuna muda inafika na juta hasa kumpeleka huko kusoma. Akili anazo. Unanielewa vizuri? Anafaulu vizuri mashallah. Anaongoza summit yani yake anajielewa. Lakini amekuwa kama ana kautukutu fulani alafu ameiga sasa ile style ya mavazi ya ovyo. Uchi kaka. Halafu yuko sawa hajioni kama ana tatizo. Unajua nikwambie kitu. Mwanaume siku zote ndio mchunga kwenye nyumba. Mimi nakumbuka wazazi wako walikuwa wanapambana sana juu ya hili. Unanifahamu vizuri na marehemu wazazi wako walikuwa wanajitahidi sana kufundisha wewe katika misingi bora ya imani. Nafahamu kwamba unapambana sana kuitafuta heshima marehemu wazazi wako. Hata wazazi wangu mimi basi kila wakati wanakuwa wanajaribu kukusifia kwenye hilo kwamba Salim amelelewa katika misingi bora ya imani. Sasa leo unanipa hofu kuniambia kwamba Nura ndio anakushinda. Na wewe ndio mwanaume ndani ya nyumba. Simama kama baba.
Acha kuwa mpole, kuwa mkali kwa Nura, ndipo atanyooka. Yaani shehe wangu, kuna muda tu nakuwa na hofia, unielewa? Nasema yani yule mtoto laiti ingelikuwa sijui namna gani, kama angekuwa ovyo ovyo tu, yani kama huko darasani wapi hana maadili mazuri, ningemuozesha tu yule. Yani ningemuozesha nikampa mume akapambana naye, lakini sasa inashindikana na mtoto bado anasema ana malengo, lakini malengo yenyewe naona kama ndo naenda kubomoka kwa vile namuhofia sasa. Ila ulichoniambia cha msingi, wacha nikaze uso, niwe mkali sasa. Na ukifanya hivyo hata wewe mwenyewe heshima yako itapanda juu kama ilivyokuwa imepanda heshima marehemu wazazi wako. Mwanaume siku zote ndio nguzo. Nakumbuka marehemu baba yako, mimi kuna siku aliniweka kitako, alinipa kauli moja nzito sana. Akanambia, mwanangu, katika maisha usikubali kutawaliwa na mwanamke. Kwa sababu hata dini inasema mwanaume ndio kiongozi kwa mwanamke. Sasa yule ni mtoto wa kike. Ukiendelea kukubali kukutawala na kutembea anavyotaka mwenyewe, mitihani na matatizo itakukumba. Mwisho wa siku utakuja kutafuta nani akufuta chozi lako, hayupo, kwa sababu maji yakishamwagika hayazoleki. Bado mtoto, ina maana utakiwa uende naye ili sasa uko na kuelekea asije karibikiwa. Bila hivyo kila siku tutapiga kelele, kila siku amani utaondosha mustakabali wa kusimamia majukumu yako kama mwanaume kwa sababu ya Nura. Simama kaka, pambana. Changu, umenitia mikwaju. Mbona kutia mikwaju? Si kwamba na kusema vibaya. Yani nakusifia yani sasa. Uniogopi yani, umenitia mikwaju, umeninyosha sasa. Nataka leo nikifika ni vimbe sasa kweli sasa. Nimeshaona nimeanza kuwa kumbe lese. Nimeanza kuwa mpweke boya wananiona. Sasa leo nikifika naenda kulifanya hili. Sura mbuzi. Kitu hiki sio kwamba nimekwambia hivi ukaisi labda ndo nimekutia kiburi na dharau kando kafanya unavyojua wewe. Mwanamke siku zote ubavu wa kushoto umepinda. Hauna maana kama umepinda, unatakiwa kuna baadhi ya mambo ukienda nayo unaenda nayo taratibu. Mwanamke sasa na mlevi wakati mwingine sio kwamba acha pombe ukamwachisha kwa hapo kwa utamuua. Nenda naye kwa maneno ya hekima na busara. Mweke kitako sana kwa naye karibu, kumpa misingi bora ya imani. Kumfundisha nini maadili, kumfundisha nini dini yako inataka. Hapo ndipo utafika. Sio kamati tu bakora na ama fimbo na kuchapa. Nisikilize shehe. Nura tuzwa kumwendea hivyo nishayafanya. Na ndio maana anataka kunipanda nishayafanya. Yaani sasa hivi ninachosema hicho ulichosema mwanzo ukali. Yaani niwe mkali sasa. Hayo ya kumuonyesha maadili kila kitoka udogo wake anakuwa anamuonyesha. Lakini sasa kashanijia leo ananijia, unajua anafanyaje? Kanijia kavaa kama kidudu shucha wapi afu ananizungurusha hivi. Na shemeji yako ndo anasifia. Wow! Anazunguruka hivi nakwambia kavaa suruali moja iko nusu hivi yuko. Kaka hilo nimekuelewa. Naomba nilifanyie hivyo. Sura mbuzi nikifika leo atanitambua sawa. Kama unahisi ni sahihi na atanyoka, okay, hakuna shida. Muhimu uende vizuri. Yangu. Juisi tamu mashallah. Yes, na umenikumbusha kitu. Salum, una tabia. Siku unapokuja hapa kwenye mgahawa wangu, una tabia ukishakula unalipa. Kitu ambacho kwa mimi kila siku nakwambia. Hapa kula unachokitaka usilipe, sitaki. Unapoanza kulipa mimi najisikia vibaya. Mimi nikija kule nyumbani na maana mimi nisile sasa. Nikitaka kule tabia na mimi nitoe hela sasa. Unajua hicho kitendo si cha leo wala juzi. Mimi napewa taarifa zako. Sasa mimi tunaishije? Mswahiba wetu uko wapi? Mimi tunaishi kama ndugu kutoka tumbo moja ndugu yangu. Kuna mambo mengine is okay. Nikijisikia mimi sina sitakwambia. Sasa kinachokufanya wewe kichakula hapo unaacha hela, nasikia hata change uchukui. Nini sasa unachofanya? Jazi, nisikilize shehe wangu, kwanza nisamehe. Umeelewa? Lakini shehe, sisi marafiki, wewe huu mgahawa hujaweka kwa ajili ya kugawa msaada. Hapa ndipo unapotengeneza pesa yako, na mimi kama rafiki yako lazima nitambue, kwa lazima nichangie. Siku na mimi nikiwa na shida shehe wangu, si nitakuja kula nitakwambia najinyima nini sasa. Lakini ikiwepo shehe tuchangie, hapa kwako kwangu mie kwako wewe, usinielewe vibaya shehe wangu. Unajua sura Mungu ana haya. Sura Mungu na haya. Kumbe unajua na sasa hiyo haya ndio hii sasa. Unakulaje chakula kizuri kitamu ndugu yako ameweka kwa ajili ya kuuza, wewe unakula bure. Haiwezekani. Hayo waachie vijana huko wa Bongo Flava watu wa saluni. Mwenzie ameweka saluni, yeye ndo anaenda kupiga super black bure. Wevu bure. Sio anachonga nini bure, anasahau ule umeme. Shehe wangu ile pesa ile. Sisi tuishi vizuri bana. Mimi siku nikiwa sina nitakueleza shehe mambo yameenda vibaya. Tatizo ni tusongee sana.
Subhanallah, la ilaha illa Allah. Kinachokustaajabisha ni hivi Nurat, unamtafuta nini kakako lakini na vivazi namna hiyo? Sikia, yeye labda ndo anatafuta nini? Kila mtu na maisha yake. Yeye kaamua kuvaa mikanzo, aonekane mbabu kila wakati mikanzo. Maskini mashallah, kakangu anasamboi. Shoga zangu wanavumezea mati basi. Sema ndio na kulindia tu maiwa dunia. Naendelee kuvaa makanzu vile vile na madevu yake baki vile vile. Mke wake ndo nimeridhika. Maana nyinyi mabinti wa siku hizi na vivazi hivi uko nje mtachanganya kabisa wale wa baba. Sisi sasa hivi huku ndani tunajistiri na umri umeshaenda ndo kabisa. Wanaume wanachanganyikiwa na vivazi vyenu. Na kuona umeingia hivyo hatari. Lazima niingie hivyo Nurat, hala na mume. Mimi kakako nampenda sana. Hujafika huko ila ukifika na utajua. Alafu nimekosea kama umezeeka nini? Mimi nachokufanya uzeeke. Wewe hujazeeka, wewe unamwandikiza yule madevu na makanzu yake. Wewe mtoto mzuri na unaonesha, wewe una tuno nzuri. Kachukue vile viwalo ulikuletea. Nenda. Sasa hivi ndio muda wako kutumia, hayupo, nenda. Mashallah. Mambo si hayo bwana, umeona eh? Hey, kumbe mtoto mzuri, una shepu yako, anakuzeesha bwana. Kwa hiyo nimependeza hivi sana. Nura, lakini siwezi kuvaa hivi, nimeshaacha. Emu nipe kidogo kwanza. Nini sasa nikupe? Nipe miondoko kidogo bwana. Miondoko tena? Nitizame. Yeah. It's a smash hit. Yeah. Rock me baby. Respect. Nurat, simu tena unanirekodi? Hapana, kumbuka mimi mke wa mtu. Nurat, wewe hujafika kwenye ndoa, kuwa uyaone. Sasa hapana, siwezi Nurat. Ikiibiwa, kashika bwana wako, kashika mtu mwingine rafiki yako, ajejerushia alafu nisambaziwe mimi katika mitandao, siwezi. Basi. Subiri, hamna cha kufuta wewe mwenyewe. Acha nifute mwenyewe kabisa nijiridhishe. My way. Mume wangu.